Tiger moto. Mimi nimefurahi sana kusikia mambo ya... Ukisikia jina Idi Amin Dada, ni picha gani inayokuja akilini? Dikteta au muuaji au shujaa wa Afrika aliyesimama dhidi ya ukoloni na kuwapa Waafrika nafasi katika nchi yao? Kwa miongo mingi, historia ya Idi Amin imekuwa ikisimuliwa kwa upande mmoja, lakini leo tunafungua ukurasa mwingine, si kwa kumtetea, si kwa kumhukumu, bali kwa kuuliza swali moja muhimu: ni nani hasa alikuwa Idi Amin Dada? I have come as a president of the Republic of Uganda, and also I am speaking as a great man who is the conqueror of the British Empire. Je, alikuwa kiongozi aliyepambana na mabaki ya ukoloni, au alikuwa dikteta ambaye alitumia mapambano dhidi ya ukoloni kama njia ya kujenga utawala wa hofu? I wanted people to know that I am not against whites, but a white must accept that in these countries the majority are black, and therefore there must be majority rule. And if they are to accept majority rule, I am sure those Africans will live with them in peace and harmony. If they cannot give independence as soon as possible by peaceful means in Africa and in the Palestine, especially the Zionists, they must be faced militarily. Cha kushangaza ni kwamba mtu ambaye baadaye angejulikana kama mpinzani mkubwa wa ushawishi wa Magharibi alilelewa ndani ya mfumo wa kijeshi wa kikoloni wa Uingereza. Idi Amin alijiunga na King's African Rifles, jeshi la kikoloni la Uingereza katika Afrika ya Mashariki. Hapo ndipo alijifunza nidhamu ya kijeshi na kupanda katika safu za jeshi. Lakini historia yake ya kijeshi pia ilikuwa na upande mwingine. Amin alikuwa sehemu ya mfumo ambao uliwahi kutumiwa na Uingereza kudhibiti maeneo ya Afrika. Kwa hiyo kuna utata mkubwa katika maisha yake. Alikuwa zao la ukoloni, lakini baadaye akawa mmoja wa viongozi waliopinga ushawishi wa kikoloni. Mwaka wa 1971 Idi Amin aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi dhidi ya Milton Obote. Mwanzoni baadhi ya watu walimuona kama mtu ambaye angeleta mabadiliko. Amin alijieleza kama mtu aliyekuja kuwakomboa watu waliokuwa wamefungwa kisiasa. Aliahidi kurejesha uhuru, kuachilia wafungwa na kuondoa baadhi ya mambo aliyoyaona kama udhalimu wa serikali iliyotangulia. Na hapo ndipo umaarufu wake ulipoanza kujengwa. The members of the Uganda Army and Air Force decided to take over from the civilian rule because of the last arrangement which were made by the Dr. Apollo Milton Obote to disarm the all tribe of Uganda except his own tribe Langi and Acholi. And also that is the point which brought all this problem. Lakini kile kilichoanza kama ahadi ya ukombozi kilibadilika polepole kwa utawala wa kijeshi. Moja ya hoja kubwa za Idi Amin ilikuwa kwamba uchumi wa Uganda ulikuwa mikononi mwa watu ambao kwa mtazamo wake walikuwa wamefaidika sana na mfumo wa kikoloni. Wakati huo jamii ya Waasia nchini Uganda ilikuwa na nafasi kubwa katika biashara, usambazaji na sekta mbalimbali za uchumi. Amin aliwaona baadhi yao kama sehemu ya mfumo wa kikoloni uliowafanya Waafrika kubaki nyuma. Ndipo akaja na kile alichokiita economic war, vita vya kiuchumi. Alitaka biashara na mali zirudi mikononi mwa Afrika. Na hapo ndipo tunapoona upande ambao baadhi ya Afrika waliunga mkono. My word which I said, the total liberation of Africa must be put into practice. If we are seriously committed. Because if I am speaking about the northern part of Africa, I am speaking about... You will find this not against Britain at all.
it is only transferring the economy to the hands of Ugandans. And even in Britain, the whole economy, it has been controlled by Britain, except there are very many Jews who are also controlling your economy in Britain. I think you know this. And as well as in the United States of America, the whole economy there is controlled by Jews. Amin alitaka Mwafrika awe na nafasi zaidi katika uchumi wa Uganda. Alisema kwa mantiki, ikiwa Uganda ni ya Waganda, kwa nini Mwafrika awe mfanyikazi wa chini wakati biashara na uchumi vinamilikiwa na watu wengine? Sera zake za Africanization zililenga kuongeza ushiriki wa Waafrika katika biashara na nafasi za kiuchumi. Baadhi ya watu waliona jambo hili kama urejeshaji wa heshima ya Mwafrika baada ya ukoloni. Lakini tatizo lilikuwa namna sera hizo zilivyotekelezwa. I would like to speak briefly because I know that we will speak in detail with the head of states and also government when we sit completing ourselves in detailed discussion about the liberation of Africa, economy, and also communications. But now briefly about... I wanted to confirm to you, I have liberated my country economically, and I am economically strong, and that is why I said I uprooted the British imperialism from Uganda, and Uganda is now pure Africa. We Africa, we have been weak because we allow ourselves, our brothers, to go and invite some country. Mwaka wa 1972, Amin aliwaamuru Waasia wengi kuondoka Uganda ndani ya muda mfupi. Mali na biashara zao zikachukuliwa na serikali. Na hapo, sera ya Uganda kwa Waganda ikageuka kuwa moja ya matukio yenye utata mkubwa zaidi katika historia ya Afrika Mashariki. Independent. Uganda will be independent after this, my decision, after I want to see that the whole Kampala street is not full of Indians. It must be proper black, and administration in those shops is run by the Ugandans. Amin pia alichukua hatua dhidi ya uwepo wa wageni wa magharibi nchini Uganda. Aliwafukuza Waisraeli na kuvunja uhusiano na Israeli mwaka wa 1972. Baadaye uhusiano wake na Uingereza nao ukazidi kuwa mbaya. Yes, it is a British High Commissioner is here, his responsibility. Yes. I have told him. You've said you wanted to teach Britain a lesson, President. Why is that? And that is now a lesson I am teaching the British. I am teaching now the lesson because I am correcting them from the mistake they had made. If they had think before earlier that there is African here who can even work under building the railway with the instruction given to them by the British, this problem will not happen. Isn't this going to end your friendship with Britain? I don't mind ending. What are you giving me? What is more you are giving me? British actually deceived me last year, giving me 10 million pounds. They never give up to now. When I had a really very critical problem of finance, up to now. Now I don't want that money again. And now they have given, I think every year, 4.5 million every year. But this, even if they withdrawn or they take it away, it will not marking time Uganda even 1 minute. I must make this clear. But the British are my best friends. I wish I understood that. Kwa mtazamo wa Amin, Uganda ilipaswa kujiamulia yenyewe. Hakutaka nchi yake ibaki kwa kivuli cha Uingereza baada ya kupata uhuru. Na hii ilikuwa sehemu ya falsafa yake ya utaifa, Afrika isimame kwa miguu yake. Lakini muhimu kuelewa kwamba si kila mzungu nchini Uganda alikuwa mkoloni. Kulikuwa na walimu, wataalamu, wamishonari na watu wengine waliokuwa wameishi au kufanya kazi nchini humo. Is only one person who is speaking, but according to the information and the letters I am receiving from the very many friends in Britain, and they are actually encouraging me that I have taken the right step to transfer the economy from non-citizen to the citizen, and what he's saying, it will not actually hurt me at all or people of Uganda, but we shall continue to be very friendly
with Great Britain, and even after transferring the economy completely to the hands of Ugandans, I will strengthen the relationship even furthermore. Katika Afrika iliyotoka kwenye ukoloni kulikuwa na swali kubwa. Je, Mwafrika anaweza kujenga taifa lake bila kuendelea kutegemea mifumo ya kikoloni? Amin alijenga siasa zake juu ya utaifa wa Uganda na Afrika. Alipinga utegemezi wa kisiasa na kiuchumi kwa mataifa ya magharibi. We Africa, we have been weak because we allow ourselves, our brothers, to go and invite some country. But if the whole country in the continent of Africa can show an excellent example, like our beloved leader, His Majesty the King Hassan of Morocco, assisting President Mobutu when he's invaded, this is some point which Africa can prevent to bring in the other troops from outside. But some other country have been forced to get European forces into Africa because they tried to ask some African country they don't want. Some African country were the one who are confusing ourselves because we train guerrillas against our country. We force government to be in that. We wanted that particular liberation leader to be the president of that particular country, and that have complicated everything in Africa. Ni rahisi sana leo kusema kwamba Amin alianzisha mfumo mkubwa wa kuifanya lugha ya asili za Uganda kuwa lugha rasmi za serikali. In Black America of African, because I wanted to brainwash them from British colonials, and I wanted to make them understand one language in America. I might introduce Swahili to all Black Americans to understand this language. Amin pia alitaka kujionyesha kama kiongozi wa Afrika aliyekuwa akipinga ukoloni na ubaguzi wa rangi. Alipinga apartheid ya Afrika Kusini. Alijaribu kujenga uhusiano na mataifa ya Kiarabu na mengine yaliyokuwa nje ya ushawishi wa magharibi. Because if I am speaking about the northern part of Africa, I am speaking about Sinai, which is a part of Africa, and also Palestine is very important for the history of every mankind who believe in religious, whether you are a Christian or you are a Muslim. You must see that this particular point is taken very serious. Also, what I wanted in southern part of Africa is completely in Rhodesia and South Africa majority rule. But if Rhodesia and South Africa cannot accept immediate independent to the majority rule in these two countries, including Namibia. Hapa ndipo simulizi ya Idi Amin inakuwa nzito, kwa sababu wakati alikuwa akisema anapigania Mwafrika, Waafrika wengi walikuwa pia wakiteseka chini ya serikali yake. Wapinzani wa kisiasa walikamatwa, wengine waliteswa, wengine waliuawa. Makundi fulani ya kijamii na kikabila yalilengwa kwa sababu za kisiasa. Is death completely sentence. This is, I must make it absolutely clear. If I found anybody is a spy, and any spy is found and anybody is coming in this cover, see, I want you to see that everybody must be checked his poll tax for about 3 or 5 years. And if he is found to be spy, his case is firing squad. He must be handed straight to military police, must be dealt with the military tribunal, because the case of spying is very serious. Anybody found is a spy, his case must be dealt with military tribunals. Once is confirmed, even military tribunals should not waste time
of making whole day discussing about one person who is the spy. Must be shortcut. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu yaliripoti ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu wakati wa utawala wake. International Commission of Jurists ilichunguza matukio ya 1971 hadi 1974 na kueleza kuhusu ukandamizaji, kukamatwa, mateso na mauaji nchini Uganda. Kwa hiyo, si sahihi kusema kwamba kila kitu kibaya kuhusu Amin kilitungwa na wakoloni. Kuna ushahidi wa kutosha kutoka vyanzo mbalimbali kwamba utawala wake ulikuwa wa ukandamizaji. Kadri miaka ilivyopita, jeshi likawa na nguvu zaidi katika serikali. Amin alitawala kwa nguvu za kijeshi, wapinzani wake waliogopa. Vyombo vya dola vilitumika dhidi ya watu waliotuhumiwa kuwa maadui wa serikali. Hapo ndipo jina la Idi Amin lilianza kuhusishwa zaidi na hofu, mateso, kutoweka kwa watu na mauaji. Makadirio ya idadi ya watu waliokufa wakati wa utawala wake yalitofautiana, lakini vyanzo vya haki za binadamu vinaonyesha kwamba idadi ilikuwa kubwa sana. Who are rotten, they are there since Otiang was there and also is there. These people I never been informed since the former regimes. What they know is to educate people in a common man's charter only, but not proper educating people of the world's the policy of the government, because this I know direct from international people whom I've been sending. They've been informing me that people have been not educated outside to know what actually is happening here in Uganda. And this is the Ministry of Foreign Affairs. This is the weakness of the Ministry of Foreign Affairs. Mimi nimefurahi sana kusikia Lakini swali bado linabaki, ikiwa alikuwa dikteta, kwa nini baadhi ya watu walimpenda? Kwa sababu siasa hazijengwi na historia moja. Kwa baadhi ya watu, Amin aliwakilisha Mwafrika aliyesema hatutatawaliwa na wageni. Aliwakilisha utaifa, aliwakilisha nguvu, aliwakilisha kupinga ushawishi wa Uingereza na mataifa ya magharibi. Na sera za kuwapa Waafrika nafasi katika uchumi zilikuwa na mvuto kwa watu waliokuwa wamechoshwa na urithi wa ukoloni. Lakini kwa wengine alikuwa chanzo cha hofu, familia zilipoteza ndugu, watu walikimbia nchi, wengine walifungwa na wengine hawakurudi tena. The one who was shooting the bishop and the minister. It is completely not. I was here in the Nile mansion. I never go outside. Afrika inaweza kupigana dhidi ya ukoloni, lakini Afrika pia inahitaji kupigana dhidi ya udikteta, ubaguzi, ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka. Hii ndio historia ya Idi Amin Dada, mtu aliyesema Uganda iwe ya Waganda, lakini ambaye utawala wake ulioacha Waganda wengi wakiuliza uhuru ni wa nani ikiwa tunauogopa uongozi wetu.